Githurai hoye! Githurai hoye! Githurai hoye! Githurai hamjambo? Hamjambo tena. Rigiji mwenyewe amefika hapa. Yule musaliti wa Kasongo anaitwa Keng'ara alikuwa anatisha ate hapa ni kwake, ate ni kwa Kasongo, ate Rigiji asifike hapa. Hapa ni kwake, hapa ni kwa mama yake. Rigiji amefika hajafika? Rigiji amefika hajafika? Watu wetu wa Githurai, munajua chama yetu. Chama yetu ni gani? Chama yetu ni gani? Ile ya kusikiza ground. Nikisema DCP unasema sikiza ground. DCP. DCP. Wacha tusikize ground. Wacha tusikize ground. Hapa Githurai, hapa Roiro, munasemaje? Munasemaje? Ate hapa Githurai munasemaje? Ate munasemaje? Ate morauga atea? Ate? Ate atea? Harambee! Harambee! Wewe Ruto wewe! Wewe Kasongo! Wewe Kaongo! Wewe Zakayo! Wewe mwizi! Wewe muuaji! Wewe mtu ya Singapore! Kutenga! Mtu ya kuongeza Kenya! Kasongo aende asiende? Kasongo aende asiende? Wangapi wanasema Kasongo aende? Harambee! Harambee! Rigiji amefika hapa kutangaza, nikiwa hapa Roiro, hapa Kiambu, safari ya kufukuza Kasongo aende nyumbani imeanza hapa siku ya leo. Harambee! Nani aliua watoto wa Gen Z? Nani alisema vijana wapigwa risasi mguu? Nani ameharibu masomo? Nani ameharibu matibabu? Nani ameharibu biashara? Nani amepora Kenya? Nani ameongeza bei ya mafuta? Nani ameharibu kila kitu? Kasongo aende asiende? Kasongo aende asiende? Atembee asitembee? Ni muongo si muongo? Ni mwizi si mwizi? Harambee! Mimi nasema juzi tumekuwa na mkutano kama viongozi wa Kenya, tukapatia Kasongo ilani, tukampatia siku 7, tukamwambia Kasongo, umeongeza bei ya mafuta na shilingi 40 na wewe ndio unakula hiyo pesa. Tukamwambia upunguze mafuta, akapunguza na shilingi 9. Tunakwambia Kasongo haitoshi, upunguze mafuta na shilingi 40 ama utaona chapta makuni. Harambee! Tumemwambia Kasongo uondoe 16% VAT. Unajifanya mjanja ati unatoa 8%. Na kuambia Kasongo haitoshi, tunataka utoe 16%. Tukamwambia Kasongo ile shilingi 7 umeweka petroleum levy uondoe. Tukamwambia hii maneno ya G2G, hiyo ni ukora, hiyo ni biashara ya kupora wa Kenya. Na ile petroli yote inauzwa Kenya, wewe ndio unachukua faida. Tukamwambia Kasongo baada ya siku 7 tutakutana kama viongozi wa upinzani, na usipofanya vile tumekuambia tutatangaza
mugomo na maandamano Jamhuri ya Kenya, tusimamishe hii Kenya. Harambee! Harambee! Muko tayari tusimamishe Kenya? Mutajitokeza tufunge barabara mpaka Kasongo apunguze bei ya mafuta. Wewe Kasongo umetubeba ufala. Wewe tulikuchagua, ulikuja hapa na Biblia ukatudanganya wewe ni Mkristo. Kumbe wewe ulikuwa ni mfanyabiashara, wewe ulikuwa ni mwizi, ulikuwa ni muuaji, tukakupatia kura zetu. Huyu Kasongo alikuja hapa na Biblia, kumbe ilikuwa ni fisi amevaa ngozi ya nini? Kasongo aende asiende? Au asifukuzwe asifukuzwe? Juzi nimekuwa pale Olokalau, muliniona, nikaangalia Kasongo kwa macho, nikamwambia Kasongo wewe ni mwizi, nikamwambia Kasongo wewe ni muuaji, nikamwambia Kasongo wewe ni muongo, nikamwambia Kasongo ninakupatia onyo, uache kutukana jamii ya Wakikuyu, kuita sisi wa kabila na sisi tulikuchagua. Harambee! Harambee! Nikamwambia Kasongo wewe unaenda kwa Wajaruo kutukana Wakikuyu na kusema sisi ni wa kabila. Nikamwambia Kasongo tukichagua wewe, jina yako haikuwa Kamau, jina yako haikuwa Karanja, jina yako ilikuwa William Kipchirchir Arap Ruto. Na nikamwambia ukome. Mimi nataka niseme Kasongo umezoea kutumia mimi wakora. Kila pahali nikienda unatuma wakora. Juzi nimekuwa Kikuyu, mkiwa na Kemani Ichong'wa, musaliti wa jamii ya Wakikuyu, musaliti wa jamii ya Wakikuyu, ukatuma polisi kutupiga. Mimi juzi Kasongo nimekuombea ruhusa kule Nyandarua, nikaambia watu wawache uongee, lakini nataka nikuambie kutoka leo, ukituma polisi tena, utume wakora tena kuharibu mkutano yangu, wewe ukija hapa mlimani utakubaliwa kusungumuza na watu ya Mlima Kenya. Harambee! Shaigana na shaigana, shaigana na shaigana. Kaya areke, sisi Kasongo tulikuchagua. Rais Uhuru Kenyatta mlikuwa mumekosana, hakuna siku ametumia wewe wakora kukupiga. Rais Uhuru Kenyatta mlikosana, hakuna siku ametuma polisi kupiga via tear gas. Mlikosana na Uhuru Kenyatta, hakuna siku ametuma polisi kupiga wewe risasi. Bona wewe Kasongo unatuma polisi kupiga mtoto ya nyumbani, kijana ya Mau Mau, Rigiji mwenyewe ambaye anapendwa na watu. Harambee! Harambee! Kwa hivyo Kasongo, mimi leo ni kiongozi ya jamii, napatia wewe ilani. Wahuni tena waharibu mkutano ya Rigiji. Waharibu mkutano ya Rigiji, hata wewe hutakubaliwa kufanya mkutano hapa mlimani. Harambee! Kijana yangu anaitwa John Medho. Medho kijana yangu Getungati alimwangalia Kasongo kwa macho, akamwambia Kasongo wewe ni muongo. Akamwambia Kasongo mimi nakuheshimu kama rais, mimi nakuheshimu kama baba yangu, lakini mimi sikuogopi. Watu ya Githurai, mimi najua munaheshimu Kasongo, lakini munaheshimu Kasongo, lakini watu ya Kiambu munaheshimu Kasongo, lakini na sasa Kasongo, ukitaka kujua hatukuogopi, wewe jaribu tena kuharibu mikutano ya Rigiji, alafu ukanyange hapa mlimani, utajua hujui. Harambee! Ametuma mtu mwingine
mtu bure, ile naitwa soprano, ile mtu ya Yesa, mtu bure kabisa. Kwanza wewe soprano unaongea mambo ya viongozi wamechaguliwa. Wewe ulichaguliwa na nani? Mlichagua soprano? Mlimuona? Mnamjua? Aende asiende? Sasa hii soprano ametuaibisha kama jamii. Yeye ni mwanaume, akiambiwa kila kitu anasema Yesa. Anasema wewe soprano, kuja hapa. Hii watoto wa Gen Z wananisumbua, wananichora, wananiweka kwa jeneza. Siwezi kubali. Wewe ni waziri wangu wa usalama. Rokota hii vijana yote, teka hawa nyora, uwa hii watoto, wacha wakwende. Soprano ni bure si bure, ni bonoko si bonoko. Huyu ni Deputy President Bonoko. Wewe soprano, alikuna mtu alikuchagua. Kazi umefanya tangu kuwe waziri ni kuua vijana ya Gen Z na kulete pombe, ile nilikuwa nimemaliza. Kazi yako ni kufuata Kasongo, na wewe ni mwanaume, wewe ni bure kabisa. Harambe! Hii soprano ni bure si bure. Ate anaambiwa na Kasongo, ate ashindana na Rigiji. Ate soprano, mtu bonoko, ate ashindana na Rigiji. Akienda mkutano, akipewa kuongea, anaanza ni fire si fire, ni noma si noma, ni soprano si soprano. Hii soprano ni bure si bure. Soprano ni bure si bure. Aende asiende? Ya mwisho ndio nipatie viongozi. Tulipata shida, tulienda harusi na gari ya Kasongo. Kufika kwa mtu akatuambia tushuke, tukapata matatizo. Tumetengeneza gari letu ya Mlima na Kenya kwengine, inaitwa DCP. Hiyo ndio tutachagua kila kiongozi katika chama cha DCP. Tumekubaliana? Wacha nione watu ya DCP, watu ya DCP. Bas, ile shida tumepata hapa Mlimani ni wasaliti wa jamii yetu. Mbunge wenu anaitwa Keng'ara, ni musaliti, ni mtu ya kulambalaba Kasongo na kufuata kila kitu Kasongo anasema. Watu wameuawa, anaambia Kasongo asanti. Akileta finance bill anamwambia pongezi. Kasongo akiongeza mafuta, Keng'ara anamwambia well done. Hii Keng'ara aende asiende? Keng'ara aende asiende? Wangapi wanasema Keng'ara aende, Keng'ara aende? Bas, hapa Mlimani nani mwenye kusema? Nani mwenye kusema? Nani mwenye kusema Mlima Kenya? Nani mwenye kusema? Iko mwingine? Iko mwingine? Mimi nasema nikiwa kiongozi nimetangaza operation fagia ya kufagia wasaliti wote na kasia na takataka ya siasa. Si ndio? Nasema fagia. Harambe! UDA, Wirubaro, wasaliti wote, Keng'ara, Wamuratha, Kimani Ichung'wa, Soprano na Kasongo, na Kasongo, na Kasongo. Wangapi wanasema tufagie Kasongo, tufagie? Neguadwa ito. Neguo. Tomotideke. 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 Tomohinye. 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 Harambe! Mimi najivunia katika kura mlipiga Kiambu, wabunge wote ni wasaliti. Watu wa Kiambu viongozi walituuza kwa Kasongo, lakini kiongozi mmoja, kijana mdogo, ako na msimamo, alipewa milioni 30
auze jamii yetu akakataa. Yeye ni Gitungati, anasimama na watu ya Kiambu, anasimama na jamii yetu. Nataka tumkaribishe seneta wa Kiambu, Mheshimiwa Karongo Wavang'wa.